Shalom, shalom, shalom. Karibu kwenye kipindi chetu cha asubuhi na Yesu. Mimi ni mchungaji Bienvenue Matenda Kimangana. Na wasalimu wote wanaofuatilia mara kwa mara kipindi chetu cha asubuhi na Yesu. Nawatakia usikilizaji mwema wa asubuhi na Yesu, ambayo inamaanisha kwa lugha nyingine ya taifa asubuhi na Yesu. Wapendwa, asubuhi ya leo tutasoma zaburi za maombi ya kuomba msaada, zaburi za msamaha na zaburi za maumivu. Wakati unapopitia hali ngumu sana, wakati unatarajia adhabu kutoka kwa Mungu wetu dhidi yako, utasoma zaburi hizi ili Bwana apunguze hasira yake, ili Bwana akuruhusu ufikie moyo wake, usikilizwe na uombewe vizuri. Mungu wetu akusamehe na akupe neema anayokutegemea. Zaburi za maumivu, zaburi za maombi ya kuomba rehema. Tutasoma zaburi ya 6. Zaburi za maombi ya rehema, tunasoma kwa jina la Yesu. Bwana, usinichukulie hatua katika hasira yako, wala usiniadhibu katika ghadhabu yako. Unirehemu, Bwana, kwa kuwa sina nguvu. Ponya nafsi yangu, niponye Bwana, kwa kuwa mifupa yangu inatetemeka. Nafsi yangu imevurugika kabisa. Na wewe Bwana, mpaka lini? Mpaka lini? Rudi Bwana, ukomboe nafsi yangu. Niokoe kwa sababu ya rehema zako, maana anayekufa hakumbuki tena. Ni nani atakaye kusifu huko kaburini? Nimechoka kwa sababu ya kuugua kwangu. Kila usiku, kila siku, kitandani mwangu, kitanda changu kinaogeshwa na machozi yangu. Kitanda changu kimejaa machozi yangu. Uso wangu umechoka, umeharibika kwa huzuni. Wote wanaonitesa wamesababisha nizeeke. Niweke mbali nami, Bwana. Ondokeni ninyi wote mnaotenda mabaya dhidi ya Mungu, kwa kuwa Bwana anaisikia sauti ya machozi yangu. Bwana anajibu maombi yangu. Bwana, pokea sala yangu. Maadui zangu wote wamechanganyikiwa, wamejaa hofu, wanarudi nyuma ghafla, wakiwa wamejaa aibu. Wapendwa, mnaomba kwa Mungu wetu rehema yake. Mnaomba ili aweze kupunguza hasira yake. Mnamlilia ili aweze kuwaweka mbali na wanaume na wanawake wanaoweza kuwadhuru. Umemtenda dhambi. Mnaomba rehema yake. Zaburi hii inawahusu nini? Zaburi ya 6. Zaburi za rehema, zaburi za maombi, zaburi za msamaha. Kwa sababu nafsi zetu zimevurugika, tutaomba kwa Mungu wetu arudi kwetu, atukomboe. Jikomboe, tukomboe kutoka kwa nafsi yangu. Mungu wetu, niokoe kwa sababu ya rehema yake. Kwa maana yule anayekufa hana tena kumbukumbu. Kila mtu anayekufa hakumbuki tena Mungu wetu. Lakini sisi tunapopitia magumu, tunamwendea Mungu wetu kumsihi kupitia zaburi hii. Ninachoka kwa kuugua sana. Kila usiku kitanda changu kinajaa machozi. Kwa hiyo mimi hulia. Unalia. Soma zaburi hii. Utaona kwamba Mungu wetu atatenda hakika. Kwa sababu mara nyingi sana usiku kucha utasema wakati fulani hatuwezi kulala, lakini Mungu wetu yupo ili kutusikiliza. Soma zaburi hii, zaburi ya 6, zaburi za maombi, zaburi za rehema, zaburi za msamaha. Mungu wetu atatusikiliza hakika. Mpendwa wangu uliyelengwa, soma zaburi hii. Kila mtu ana shida ndogo mahali fulani. Lakini kwa kusoma zaburi hii, Mungu wetu atatusikiliza, atatuokoa, ataokoa nafsi yetu kwa sababu nafsi yetu ilikuwa inamsifu. Hakika atatusikiliza nasi tutafurahi. Kwa sababu maadui zetu wote wanaotutakia mabaya watashangaa na kuingiwa na hofu, watarudi nyuma. Ghafla watafunikwa na aibu. Ni mara ngapi, wapendwa, maadui zetu hawatupendi? Unaendelea kufanikiwa, unaendelea kusonga mbele, lakini maadui zako wanakuwekea mitego. Wanafanya kila kitu ili kukudhuru, lakini kuwa na uhakika kabisa kwamba watashindwa kwa sababu Mungu wetu yuko pamoja nawe. Atatuokoa kutoka kwenye mtego wa sheria za kibinadamu. Watu wote waovu watashindwa kwa sababu Mungu anatupenda. Bwana anajibu maombi yetu. Bwana daima amepokea sala zetu. Tutamgeukia wakati wowote, atatusikiliza. Katika zaburi ya 6 mstari wa 10 imeandikwa, Bwana anajibu maombi yangu. Bwana anapokea sala yangu. Anatupenda, atatuweka mbali na wote wanaotutakia mabaya. Na wale watu wanaoweza kututendea mabaya, wao wanakula uovu ilhali Mungu ametubariki. Wao wanajaribu kutuyumbisha kwa sababu tuko pamoja.
Ndiyo maana asubuhi hii nakwambia mpendwa wangu, kama umeunganishwa na chanzo hiki, usijitenge kamwe. Sikiliza kwa makini kwa Bwana. Unataka kudumisha kiwango chako? Sikiliza kwa makini kwa Bwana. Utafurahia maisha yako kila wakati. Mwombe Bwana kwa rehema zake, atakuonyesha. Zaburi hii ya 6 ni muhimu sana wapendwa wangu. Isome kwa sauti usiku unapopitia misukosuko na magumu. Utaona kila kitu kitaenda sawa katika maisha yako, kwa sababu binadamu amejaa matatizo. Binadamu yuko katika hali ya kuchanganyikiwa kila wakati. Anahitaji faraja, na faraja hiyo inaweza kutoka kwa Mungu wetu tu. Watu wapo, ni kweli, lakini mara nyingi sana tunakuwa waangalifu kwa sababu wanatutakia mabaya, lakini Mungu wetu anatupenda na anatutakia mema. Ndiyo sababu tunapaswa kumwomba kila wakati ili atujalie neema hii, kibali hiki, neema hii aliyoiweka ndani yetu. Ataendelea kutupatia na tutakuwa na furaha. Mbarikiwe na tukutane tena wakati mwingine.